ndipo tunataka tuseme hapa. Lakini amefanya mazuri yapi? Ukakuta mtu anapita mtaani anasema bwana mufti amefanya hili, amefanya hili, amefanya hili. Watu wa hivyo sasa hivi hawapo, na kama wapo wamebaki wachache, ila wengi wetu ni wale ambao tunapenda kuzungumza mabaya ya watu, na tena mengine tunapenda kuzungumza mpaka aibu hata za watu za ndani. Nakuta mtu amekusanya watu karibia 7, 8, anazungumza mabaya ya mtu, mengine ya aibu na mengine hata ya kutunga ya aibu anazungumza. Sasa Mtume alituwekea uzio akasema, idha aradta an tadhkura uyuba akhaka fadhkuru uyuba nafsaka. Ukitaka kuongea aibu ya mwenzio, jitazame kwanza wewe aibu ulionayo, akiwa na maana kwamba hakuna binadamu aliyekamilika. Yaani wakati wewe unazungumza mabaya ya mwenzio, na wewe unayo ambayo watu wanayajua lakini hawayasemi. Kwa hiyo hapa Mufti anatujengea tamaduni za kuzungumza mazuri ya watu walioyafanya. Sasa kuna mtu mwingine akisikia Mufti anazungumzwa vizuri, yeye anaumia. Yaani tabia yake ni kutotaka kusikia mtu anazungumzwa kwa mazuri. Mheshimiwa Mufti wa Tanzania amepewa PhD, hii kuitwa doktor. Ameenda kupewa katika jiji la Nairobi, yani vyuo vya Nairobi, na bahati nzuri mimi nilikuwepo kwenye ile shughuli. Tarehe 19 ya mwezi wa 3 2022 mimi nilifunga safari kutoka Simiu mpaka Nairobi, na nilikuwepo siku anatunikiwa ile tuzo ya udaktari. Kile chuo cha International Open University kilichoko City Square pale Nairobi, ukikiona kile chuo ni kikubwa sana, wahitimu walikuwa zaidi ya 2000. Lakini katika wahitimu hao 2000, Mheshimiwa Mufti alipata nafasi ya kuhutubia kati ya wanafunzi waliohitimu. Yeye alikuwa miongoni mwa watu waliongea, katika watu 3 waliopata nafasi za kuongea pale chuoni. Kwa mimi nilikuwepo, niliona heshima aliyopewa Mheshimiwa Mufti. Heshima anapewa na watu ambao huwezi kuamini. Kile chuo kina wazungu, wahindi, maprofesa wako pale, lakini namna walivyotuheshimisha Waislamu. Manake kuna lugha zinatumika siku hizi. Yaani kuna watu kwa Waislamu wanaamini elimu tulizonazo ni za ujinga. Eti hii elimu ya dini ni ya ujinga. Eti mpaka tuwe na elimu ya sekula, hiyo ndio ni elimu yenye manufaa na akili. Yaani wanaosoma sekula wanaonekana ndio wana akili, sisi tuliosoma hii elimu ya dini bado tuna ujinga. Ndio maana wako tayari Waislamu na waona kwenye hilo grupu mlikokuwa mnazungumza, wanasema shida ya kuwa na elimu ya upande mmoja. Yaani ukizungumza jambo unaambiwa shida ya kuwa na elimu ya upande mmoja, lakini hao wenye upande mmoja huo, unaweza kukuta mtu amesoma elimu ya sekula ya dini hana, akitoa mawazo yake hakuna anayemwambia shida ya kuwa na elimu ya upande mmoja. Hasemwi hivyo kwa sababu amesoma nini? Amesoma sekula, amesoma geography, amesoma physics, biology. Anaonekana eti huyo ndio maana. Hawajui kwenye hii elimu ya dini. Kwenye elimu ya dini hatusomi Qur'ani peke yake. Kuna watu tukizungumza mashekhe wanasema hao wamesoma alif be. Huku kwenye elimu ya dini kuna fani zinazopanua ubongo. Kuna fani zipo. Unaposoma tarehe au sira, hiyo unasoma history, inapanua ubongo. Kama utakavyosoma historia hii
ya huko sekondari au huko chuo, jinsi unaposoma sisi Tanzania ilikuwaje, na sisi huku pia history ipo. Tunasoma kuanzia kuzaliwa Mtume, tangu mimba yake mpaka kuzaliwa, shughuli zake alizozifanya, maswahaba walifanya nini, mitume waliomtangulia kabla yake waliishije. Ni history inapanua ubongo. Unaenda kwenye masomo kama nahau, masomo magumu, unanoa akili. Sasa una vitu kama hivyo, mtu bado anakuona wewe mjinga, eti hujasoma elimu ya upande wa pili. Sasa wanafikiri ni Qur'ani tu, yani ukiwa shehe basi elimu yako ni Qur'ani. Kumbe kuna fani zinazopanua akili na kwa mtu wa kufikiri. Hata hiyo Qur'ani, hiyo Qur'ani, ili uingie katika hukumu zake, akili lazima ipanuke. Ukalili herufi hizi za idhhari ziko ngapi, idgham ziko ngapi, ikhfa ziko ngapi, ni kupanua akili. Sio hivyo tu. Kwa hiyo Mufti amepewa PhD, na hata hao wenzetu ambao ndio wanaonekana kwamba wana akili, eti wamesoma upande wa pili, wanahesabika eti wana elimu ngapi? Mbili. Sio elimu mbili. Biblia ni kukariri mistari tu. Ukikariri mistari umemaliza, hakuna fani nyingine. Sasa wao ile elimu yao ya dini wanapata na nafasi ya kusoma sekula. Kwa sababu ukisoma sekula ukamaliza, mfano umeshasoma ukafikia katika level ya masters, hii Biblia wanasomea miezi 6 tu. Anaingia kwenye chuo cha Bible, anakula miezi 6, anatoka yuko sawa. Eti anahesabika na elimu ngapi? 2. Yaani hapa huwezi ukajigawa ukawa dokta ukawa shekhe mwenye fani zake, mpaka labda upite sehemu yenye mazingira ya kutengeneza ukawa hivyo. Ni wachache, lakini isionekane kwamba watu waliosoma dini yao eti akili zao ni finyu. Bahati mbaya sana hili limeingia mpaka kwa vijana wa Kiislamu. Ukinyanyuka shekhe kuzungumzia hata jambo la dini au jambo la nchi, unakosolewa tu mpaka tumesha kuwa waoga shekhe. Manake unaweza ukaingia kujaribu kuelekeza watu wanakuvamia kukutukana. Na mimi nimpongeze katibu alifanya jambo zuri sana juzi. Kuna bwana mufti wa Tanzania ameingia leo asubuhi kutoka Saudia. Juzi ametia saini ya mashirikiano, yeye pamoja na waziri wa mambo ya Kiislamu wa Saudia, kwa ajili ya mashirikiano baina ya Waislamu wa Tanzania na Saudia kwenye mambo mbalimbali ikiwemo elimu, afya na mambo mengine. Wametia saini. Sasa inatokea taarifa njema kama hii inawekwa kwenye grupu, anakimbilia muhuni. Mimi bahati mbaya ile message yake sikuisoma, nilikuta mmeshaifuta. Lakini eti wajumbe wa halmashauri wa BAKWATA anatokea anasema, kwa nini mmemuondoa? Mngemwacha bwana, mngempa elimu tu. Yaani mtu anamkashifu mufti, wewe unasema bado kuna muda wa kumpa elimu huyo. Wanamshambulia katibu kwa kumwondoa yule bwana aliyefanya katibu, kazi yako ni kuondoa watu, na ni wajumbe wa halmashauri wako ndani ya BAKWATA. Yaani kitendo alichofanyiwa mufti na huyo bwana kwenye grupu, kumkashifu na kumwona hana maana, ni sahihi kuliko kumremove kwenye grupu yule bwana. Mimi nasema sijui tunaenda wapi, hili baraza linaenda wapi? Hao ndio wajumbe tunao kwenye baraza. Ya mufti anatukanwa, yeye anaona sawa tu, na yule aliyemtukana akitolewa kwenye grupu anamtetea. Kwa nini mmemtoa? Mngemwacha. Bado tuna safari ndefu sana. Tuna safari ndefu. Yaani mufti hawezi kutukanwa kwenye grupu ambalo wasimamizi wake ni BAKWATA.
afu huyo mtu akabakia kwenye grupu, lazima aondolewe. Tubaki na watu tunajua mule kwenye grupu tuna watu tofauti. Kuna wengine hawatukubali BAKWATA, kuna wengine wanatukubali. Hata wale ambao hawatukubali tunawajua wamo, sio kwamba hatuwajui, lakini na wao wanakuwa wastahimilivu. Basi mafa mimi kwenye grupu sijawahi kumremove mtu. Niliwahi kumremove mtu huyu mmoja tu, na nilimremove kwa sababu namfahamu. Wamepigana watu Kagera huko, wakakatana mkono BAKWATA hao. Yani mtu tu sijui anavutaga bangi. Siku hiyo bangi kavuta, kakataliwa kuingia kwenye store ya vifaa, kwamba wewe bwana, nondo kila siku zinapungua, ziko 19 mara bado 18, zinapokwenda ijulikane, wewe kuanzia leo usiingie store. Akakasirika, kaenda kachukua panga siku ya Ijumaa. Na huyo sasa bahati mbaya alikuwa ndio mlinzi wa shekhe wa mkoa. Sasa shekhe hajui kama